السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha ufahamu katika tiba ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehemu ya 3. Mara kwanza tumezungumzia maana ya kalimatu tib, mara pili tukazungumzia maana ya kalimatu ilaj na kalima mganga kwa lugha ya Kiswahili. Na leo nataka nizungumzie kalima ambayo ni maarufu, ruqya. Kalima hii ruqya ina maana gani kilugha na kisheria? Na tukishajua ina maana gani kilugha na kisheria, bila shaka tutapata mwelekeo kwamba kinyume chake kwa namna yoyote itakuwa ni makosa. Neno hili ruqya ni neno ambalo ni neno la Kiarabu ambalo pia baadhi ya wanazuoni wamelitafsiri kwamba ni jina katika majina ya wanawake ambaye anaitwa Rukia au Ruqayya. Imetumika kama jina ismul muannath. Lakini vile vile neno hili ruqya lina maana tofauti tofauti. Inaweza kutafsiriwa maana ya ruqya bimaana as-su'ud wal-irtiqa'i. As-su'ud wal-irtiqa'i. Su'ud ni kupanda, wal-irtiqa'i bimaana wahida. Jamuha, jamu yake ar-ruqa'i, yani wapandaji, au kwa maana nyingine ambayo itakuja kwa maana ya tiba itakuwa ar-ruqa'i ni wenye kufanya ruqya. Waraqa ila shay'un, ruqya wa raqwa, maana yake amepanda juu ya kitu. Wartaqa yartaqi, zote ni sarfa ya neno hili ruqya. Wanartaqi ay sa'adan, kwa maana tumepanda. Neno hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaja ndani ya Qur'an kwenye surat Al-Bani Israil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwa challenge ambayo walipewa baadhi ya manabii makufar, walimpa challenge Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia au yakunu laka baitun min zukhrufin, au iwe kwako uwe na nyumba ya dhahabu, au tarqa fi sama, au pande mbinguni, walan nu'mina liruqiyika hatta tunazala alaina kitaban naqra'u. Kisha akamwambia, na kama utapanda mbinguni basi hatutaamini kupanda kwako hatta tunazala alaina kitaban naqra'u, mpaka uteremshe kitabu kamili ambacho tutakisoma. Katika aya hii kuna neno hili ruqya limetajwa mara mbili, bimaana au tarqa, ama utapanda mbinguni. Wala nu'mina liruqiyika, wala hatutaamini kupanda kwako, neno ruqya. Kwa hivyo ina maana ya kupanda juu. Lakini vile vile neno hili ruqya katika lugha au limetafsiriwa katika upande wa kidini, upande wa Kiislamu, ar-ruqyat au kisheria hiya qira'atul ayat al-Qur'aniyya, ni kusoma visomo vya Qur'an. Kabla nizungumzie hii kusoma visomo vya Qur'an, ukisoma katika taarifu ya neno sihri, basi utapata kuna maneno yametajwa kama ruqayun, huwa ruqayun wa uqadun. Kwa hivyo neno hili ruqya bado liko na maana ambayo inaweza kuwa tofauti na hii ambayo itazungumzwa kisheria. Kwa maana hiyo, ukisema unafanya ruqya, unahitajika kubainisha ruqya yako ni ruqya aina gani. Bado kauli ni ile ile. Je, ni ruqya shar'i au ghairu shar'iyya? Kwa nini? Kwa sababu katika miongoni mwa taarifu ya neno ruqya, ya neno sihri, imefanywa taarifu kwamba huwa ruqayun wa uqadun, ni zunguo na mafundo, ambao bado ina maana ya ruqya. Kwa hivyo kubainisha kwa dai yoyote au mwenye yote kufanya ruqya, ni lazima abainishe kwamba ruqya yenyewe ni ya kisheria
na kama hiyo ruqya inayofanywa ni ya kisheria, je, matendo yake yanaashiria sheria ama ametaja tu kwamba ruqya ni ya kisheria? Tayeb, kwa hivyo neno hili ruqya kisheria wanasema wanazuoni hiya qira'at al-ayat, ya qira'atu al-ayat al-Qur'aniyya, ni kusoma aya za Qur'an, au adiyatu shar'iyya, au dua za kisheria, talaban li shifa, kwa sababu ya kutaka shifa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuaddu min turuq al-ilaj al-masmuha biha, na huhesabiwa katika njia za ilaji za tiba ambayo imeruhusiwa kisheria. Hiya fil asli al-audha, asili yake ikija kwa maana ruqya kwa maana ya tiba huwa linamaanisha kujikinga, allati yurqa biha, ambao mtu anajikinga au anajilinda au anajizungua kwa hiyo ruqya. Yurqa biha al-marid, anafanyiwa tiba nayo mgonjwa. Wala istikdamati li talabi shifai min al-amrad al-jasadiyya, na pia kuna matumizi ya neno hili ruqya kwa maana mtu kutaka shifa kwa maradhi ya mwili, wa ruhia, na maradhi ya kiroho. Wa yakunu shafi huwa Allah ta'ala wahdahu, na ikitumika kwa njia hiyo inamaanisha mwenye kuponya maradhi hayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Shar'iyyan hiya qira'atu al-Qur'an wa ad'iyatu al-ma'thurat bi niyyati talab ash-shifa. Kisheria ni kusoma aya za Qur'ani na dua ambazo ni ma'thur, zimepokelewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kutaka shifa au himayatu min al-amrad, au kujilinda na maradhi wa shurur na shari, sawa'an ala maridhi nafsihi au ala ghairihi, sawa ni maradhi kinafsi yake au kwa mwingine, au nafsi yake kwa maana maradhi yake mwenyewe, au ni maradhi ya mtu mwingine. Hii ndio maana ya ruqya ya kisheria kwa lugha ambayo tunaitumia hapa kwenye kumaanisha kwamba mwanadamu aweze kufanyiwa neno ruqya ni lazima iwe kwenye misingi hiyo ambayo tunaijaribu kuifahamisha. Kwa ndugu zangu katika imani, ikiwa imetafsiriwa kisheria kwamba ni qira'atu ayatul qur'aniyya wa adiyatul ma'thura, na dua ambazo zimepokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ina maana kinyume chake, ukisoma kisomo iwe lugha utatumia ni ya Kiarabu, lakini ikawa si aya katika Qur'an, wala si dua ambazo ni ma'thura au dua ambazo wanazuoni wamezitaja katika mtu kufanyiwa nayo ruqya, lakini ikawa ni kalimatun wa asma, maneno na majina ambayo si katika maneno ya Allah wala si katika majina ya Allah, ina maana hiyo inakuwa ni ruqyatu ghairu shar'iyya. Kama vile ambavyo labda mtu anaweza akachukua vitabu ambavyo ni al-afaq, zile za falaki na vinginevyo, katika vitabu ambavyo hutumiwa na baadhi ya watu ambao hujinasibisha kwamba wanafanya tiba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanataka baraka kwa majina ya baadhi ya maswahaba au wema waliotangulia, basi bila shaka mtu kama huyu moja kwa moja atakuwa anafanya ruqya ghairu shar'i. Ukiangalia katika taratibu za kisunna kwa swala la kusoma ayatu qur'aniyya wal adiyatu ma'thura, unakuta hakuna hadithi au dua yoyote ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka au aliwafundisha watu wamuombe Allah kupitia jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ina maana hata ikiwa utatumia kutaka baraka kwa jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi bila shaka pia umeingia kwenye matatizo ya shirki, na maana umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha, Mwenyezi Mungu anayo majina matukufu, basi muombeni kwa majina hayo. Wadharul ladhina yulhiduna fi asma'i, na muache wale ambao wanavuka mipaka katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa maana hii ni kwamba hakuna ruqya ya kisheria ikawa kunatumiwa isiyokuwa Qur'ani na dua ambazo dua hizo ni maathura, zimepokelewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa ikiwa ni kinyume na aya za Qur'an au ni kinyume na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha namna ya kufanya ruqya,
au dua ya kawaida ambayo labda itakuwa ndani yake haina shirki, kwa sababu ina maana umeielekeza dua hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, hiyo ndio itakuwa inafaa kuitwa ruqya. Kinyume na hayo tunahitajika kuwa makini, kwa sababu maraqi siku hizi ni wengi, lakini ni wachache ambao wanafanya ruqya kisheria, na ambao wanafanya ruqya ambao sio kisheria ndio wengi zaidi. Kwa hivyo huo ni ujumbe mchache kuhusiana na swala zima la ruqya, na mengi tutaendelea kuweza kuelezeana inshallah kwa tafsiri ya maana ya neno ruqya na kwa ujumla wa tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika swala la Qur'ani na hadithi, na tutaingia kwenye masala ya dawa ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha tuweze kuzitumia, na dawa ambazo ni mujarrab, ambazo dawa hizo hazina shuruti aina yoyote, ambazo sharti hizo zitakuwa zinaingia kwa maana ya shirki. Endelea kufuatilia. Tunaomba kama bado huja subscribe, jaribu kusubscribe, una like, sukuma kwa wengine, share kwa wengine, ili waweze kufaidika na darasa kama hizi biidhnillahil karim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.